tafadhali tunakusihi subscribe kwenye chaneli yetu Kuna Tumaini TV, na ujumbe unaopata kwenye chaneli yetu utume kwa wengine ili nao vile vile wabarikiwe. Tunashukuru tena tunapokaribisha katika fundisho nzuri ambalo tumeliandaa ili lipate kutubariki sote. Na fundisho hili linasema, tenda unachotaka utendewe. Tenda unachotaka utendewe. Tuombe. Baba wetu mwema, tunamkabidhi huyu msikilizaji mikononi mwako tukisema umbariki. Tunakuomba unene nasi kupitia maandiko matakatifu kwa jina la Yesu. Amina. Katika maisha, usimtakie mwenzako ama ndugu yako ama jirani yako mabaya. Usiwaze mabaya juu ya ndugu yako au juu ya jirani yako, kwa sababu katika ulimwengu mimi sijaona yule ambaye anajiombea mabaya, yule ambaye anajiombea asifaulu. Kama vile unajiombea usifaulu lakini ufaulu, vivyo hivyo muombe jirani yako afaulu. Katika Mathayo sura yake ni ya 7 shairi la 12 kuna mambo yanayosema hivi: basi yoyote mnayotaka watu wawatendee ninyi muwatendee vivyo hivyo, maana hii ni Torati na manabii. Kile unachopenda utendewe, kitendee jirani yako. Kuna wale ambao wanapanga mabaya, wanaombea jirani yao mabaya, ama akiona jirani yake amebarikiwa, moyo wake hufurahi. Akiona rafiki yake amefanikiwa, moyo wake haufurahi. Hii si mambo mazuri. Ukimtakia jirani yako mabaya, jua umekosea. Lakini kuna kweli moja ambayo tuifahamu: Mungu huwalinda na kuwapigania wana wake. Tunaposoma maandiko matakatifu, Mambo ya Nyakati ya pili sura 16 shairi la 9, Mambo ya siku ya pili sura yake ni ya 16 kwa shairi la 9 imeandikwa: kwa maana macho ya Bwana yanakimbia kimbia katika dunia yote, kusudi kujionyesha kuwa mwenye nguvu kwa ajili ya hawa walio na moyo mkamilifu kwake. Tunahitajika tuwe na moyo safi mbele ya Mungu. Tunahitajika tumpende Mungu, tumkubali Yesu Kristo katika maisha yetu, na tuige tabia ya Yesu Kristo, tumfanane na wale wote ambao wamemkubali Mungu, wanapompenda Mungu. Neno hili nasema kwamba macho yake ni juu yao. Katika ulimwengu nzima macho ya Bwana yanakimbia kimbia. Tujue kwamba tunalindwa na Mungu. Kuna nyakati zingine watu wanapanga mabaya kwa ajili ya mtu wa Mungu, lakini Mungu anampigania. Mabaya uliofikiri kumtendea yanakuwa mema. Kuna wengi ambao mabaya walioipanga juu ya ndugu zao ama jirani yao inawarudilia. Ukipanga mabaya juu ya jirani yako, itakurudilia siku moja. Tunapomwona Daudi alipochaguliwa na Mungu kuwa mfalme, kulikuwa mtu mmoja jina lake Sauli
wengine wanasema Saulo, alipanga mabaya kwa ajili ya Daudi. Alitafuta njia nyingi anapoweka vikwazo ili amue nani? Daudi, lakini Mungu alimpigania. Utasoma Samueli wa kwanza 24 na Samueli wa kwanza 26. Hapa tunaona wanapomchochea Saulo wakisema, adui yako tumejua mahali alipo, kuja tuende tukamuue. Na walienda. Mara ya kwanza wakaenda, Mungu akaweka Saulo mikononi mwa Daudi. Watu walimchochea Daudi wakisema, Daudi, mara hiyo acha tuue huyo ndugu kwa sababu amekukosesha amani. Lakini Daudi alikataa. Tunaposoma, tutasoma tu Samueli wa kwanza sura yake ni ya 24 kwa shairi la 4 pekee. Mambo mengine mtasoma. Samueli wa kwanza sura yake ni ya 24 mstari huo wa 4 imeandikwa, watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, tazama, nitatoa adui yako mkononi mwako na utamtendea sawasawa itakavyokupendeza. Daudi akasimama akakata upindo wa vazi la Saulo kwa maficho. Ni kusema Daudi alipokuwa amekimbia, wanamwambia Saulo, tumejua mahali kuna adui yako, tuende. Akabeba jeshi wengi ili waende wakamua nani? Daudi. Lakini Mungu kwa sababu analinda watu wake, alipomlinda Daudi, usiku wanapolala wamechoka, wakashuka huko. Wanaposema sasa wawe Daudi, Mungu anawachanganya, wanasikia usingizi. Daudi akafika kwa maficho, akakata tu sehemu ndogo kwa vazi la nani? La Sauli, kusudi ajue kwamba alikuwa pale. Watu walimchochea Daudi, suache tumuue, lakini alikataa. Nasema hawezi akaweka mkono wake juu ya mpakaliwa wa Bwana. Hii inatuonesha kwamba unaweza ukapanga mabaya kwa ajili ya ndugu yako ama kwa ajili ya jirani yako. Jua Mungu anampigania, na ni wewe unayeweza hata sasa kuhatarika kwa hii mabaya unayoyatakia mwenzako. Takia ndugu yako mema, bariki ndugu yako. Jirani yako akibarikiwa, shukuru, usigunjamane na kukashirika na kumtakia mabaya na kumwombea kifo na kumwombea ili asiendelee vizuri. Umekuwa umekosea ukimtakia mambo kama haya. Lakini sisi tunakuomba, kile unachopenda utendewe ni kile ambacho utendee jirani yako. Kama unapenda ubarikiwe, takia baraka ndugu yako ama jirani yako. Kama unapenda ufanikiwe uinuke, takia jirani yako vile vile afanikiwe na ainuke, lakini usimtakie mabaya. Hii ni maombi yetu katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tuombe. Baba wetu mwema, huyu ambaye ametusikiliza, tunaomba umbariki. Baraka zako ziwe naye kwa jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.